Nimekwisha kuongea kwa muda mrefu kwa habari ya kalenda ya kanisa ambayo ni miaka 2000. Kanisa limepewa miaka 2000 duniani, na baada ya miaka 2000 ambazo ni siku mbili kama tulivyoona kwenye Luka 13:31 mpaka 33, Yesu atarudi kwa ajili ya kuanzisha kanisa lake hapa duniani. Sasa nataka nithibitishe kwa maandiko lakini pia kwa historia kwamba ni kweli kanisa limepewa miaka 2000. Na tunafahamu katika historia kwamba kanisa lilianzishwa na Yesu mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu siku ile ya Pentekoste mwaka ule wa 33. Sasa kama kanisa ni miaka 2000, unaweza ukapiga mwenyewe hesabu uone kwamba miaka hiyo 2000 itakuwa imeisha mwaka gani. Lakini katika nafasi hii naomba mimi niende sasa kuthibitisha kwamba ni kweli kanisa limepewa miaka 2000. Baada ya Yesu kufufuka na kupaa mbinguni na kuanzisha kanisa, ni kama vile dunia ilikaa katika hali ya ukimya sana, kwa sababu ulikuwepo muda mrefu mpaka miaka 2000 itakapoishia. Kwa hiyo kulikuwepo na kipindi kirefu cha ukimya. Si kwamba nabii zilikuwa hazitimii, zilikuwa zinatimia zile tu zilizohusiana na wakati ule. Lakini kwa sehemu kubwa Biblia ni kama vile ilikuwa imenyamaza, kwa sababu muda ulikuwa bado mrefu. Lakini sasa nataka nikuonyeshe baada ya miaka mingi kupita, maana kama ilianza ni karne ile ya kwanza, ikapita karne ya pili, ya tatu, ya nne na kuendelea hivyo, karne ya 10, 15, 16, 17, 18, 19, maana yake ni kwamba ni miaka 1900. Kwa hiyo miaka 1900 ilipoisha, ikawa imebaki miaka 100 ili kufikisha miaka 2000 kamili, ambayo kulingana na Biblia ndiyo kalenda ya kanisa. Ilibidi sasa mambo mengi yaanze kufanyika katika kipindi kile cha miaka 100 ambayo ilikuwa imebaki. Na katika nafasi hii nitakuonyesha katika historia jinsi ambavyo nabii nyingi zilizonenwa na manabii wakubwa huko zamani, hata na manabii wadogo, zilikuja kutimia kwa wingi sana kuanzia karne ya 20, yani kuanzia mwaka 1900 ndipo ambapo nabii nyingi zilianza kutimia, kwa sababu muda ulikuwa umekwisha. Naomba tuangalie kwa uchache baadhi ya mambo ambayo yametimia katika karne ya 20, yani kuanzia mwaka 1900 na kuendelea. Moja ni unabii wa Ezekieli ambao unajulikana sana na Wakristo wengi kwamba ni unabii wa bonde la mifupa mikavu, ambayo kimsingi ilikuwa inazungumzia taifa la Israeli. Katika historia tunafahamu ya kwamba baada ya mwaka 1900 kuanza, yani miaka 1901 na kuendelea, kuna mambo makubwa ambayo Mungu aliyafanya duniani, kwa sababu muda ulikuwa unakaribia kuisha. Moja kati ya jambo kubwa ambalo lilitendeka ilikuwa ni mchakato sasa wa kuanza kuwarudisha Wayahudi kwao, maana wakati wao wa mateso ulikuwa unakaribia kuisha. Lakini tukumbuke kwamba mpaka wakati huu dunia ni kama ilikuwa imetamalaki, imewafukuza Wayahudi, wamekaa katika nchi ya Israeli, na kwa kweli ilikuwa si rahisi kuwaondoa mataifa waliokuwa wametamalaki katika Mashariki ya Kati na katika mji ule wa Yerusalemu tangu mwaka wa 70 AD. Kwa hiyo Mungu alitumia nguvu kubwa, na nguvu kubwa iliyotumika ni vita kuu mbili za dunia. Watu wengi hawaelewi mambo haya. Ukweli ni kwamba vita kuu mbili za dunia, yani vita kuu ya kwanza na vita kuu ya pili ya dunia, ilikuwa katika mpango wa Mungu kuanza kutekeleza mpango wa kuwarudisha wana wa Israeli katika nchi yao. Bila vita isingeliwezekana. Wengi tunafahamu kwamba baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, Balfour aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Uingereza alitoa tamko linaloheshimiwa sana